Okay. Mimi ni Shikanga. Mimi nataka kuongea kuhusu chama chetu cha ODM. Na mimi kuna mambo ambayo yananikasirisha sana katika chama cha ODM. Yaani hawa viongozi wetu wa ODM wamekuwa watu walafi, watu wenye hawana mwelekeo, watu wenye kupenda tumbo zao. Wakati baba alikufa akiwa ni kiongozi wa chama chetu cha ODM, aliwacha mshikamano katika chama na muungano katika chama, na akawacha watu wakiwa pamoja. Lakini ninashangaa sana wakati baba amekufa na kutuacha, amewacha mtu mwingine mzee ati anajiita ati youth leader. Huyu mzee Oburu ni mzee ambaye ako na tamaa, ni mzee ambaye ako na umeru, ni mzee ambaye ako na tamaa mingi kwa ufupi. Kwa sababu baba aliwacha chama kikiwa na umoja, wakina Sifuna walikuwa ndani ya chama, wakina Babu Owino, Orengo, wote walikuwa ndani ya chama chetu cha ODM. Na mimi ninaongea hivi kwa uchungu sana, kwa sababu mimi nimekuwa mwanachama wa ODM tangu nilipoanza kupiga kura. Nilianza kumpigia kura baba Raila Odinga. Na wakati huu ninakasirika sana kuona chama chetu cha ODM kimeingizwa katika vitu zingine ambazo ni sera ambazo hatukusimamia katika chama chetu. Chama chetu cha ODM kilikuwa chama cha kutetea mwananchi na kupigania mwananchi, kama vile ambavyo baba Raila Odinga alivyokuwa anapigania wananchi. Sasa wameingisha chama cha ODM katika serikali ya Ruto na UDA. Sasa UDA imevunja ODM, na wakiwa na kina Gladys Wanga wameuza chama chetu. Hii ni upumbavu, na hii ni ukora, na hii ni ujinga wa hali ya juu kabisa kwa watu kama Oburu na huyu mwanamke anaitwa Gladys Wanga. Nikikumbuka Winnie mwanae Raila Odinga alisema ya kwamba lazima NDC iwe ya kumchagua kiongozi ambaye atachukua mahali pa kiongozi wetu Raila Odinga. Lakini huyu mzee ambaye hafikiri, ambaye hana mawazo ya kesho, akajiweka, watu wachache wakakaa kando ili wakamweka huyu kama kiongozi wa ODM ambaye anaenda kuuza chama kwa Ruto. Hii upuzi lazima tuache. Chama chetu kimeisha, na alafu wakina Sifuna wakajitoa, ambao walikuwa na roho ya baba, walikuwa na roho ya Raila, wamejitoa, wamekaa kando. Na ni kwa sababu ya nyinyi Gladys Wanga, wewe na huyo mzee ambaye anaitwa Oburu. Mumeharibu chama chetu, mumefukuza vijana wetu wakina Edwin Sifuna. Na mimi tangu siku hiyo niliamua nikatoka katika chama cha ODM. Na mimi ninawaambia kwamba mulie pa kutosha, kwa sababu chama cha ODM already Ruto amekiharibu. Ruto ameivunja. Ruto atawaletea watu katika ngome zenu. Kumbuka ngome za ODM zilikuwa mkoa wa Magharibi, mkoa wa Nyanza, mkoa wa Pwani na sehemu zingine za mkoa wa Rift Valley. Lakini hiyo yote nyinyi mumeharibu, mpaka mumeruhusu huyu mtu anaitwa mheshimiwa Rais Ruto kwenda kuingia katika chama chetu cha ODM na kukiharibu na kukivunja kabisa. Mimi ninasema hivi, mulie, hata mutoe damu, mutoe maziwa. Already chama cha ODM kimeharibika. Na sisi watu kama wafuasi wa ODM tumeenda kwa upande wa linda mwananchi, ambao una Sifuna,
na Babu Owino, James Olengo na Godfrey Osozi na watu wale wengine wote ambao wanahitaji kutengeneza nchi yetu na kutetea watu wetu. Hatuwezi kuingia kwa watu wale ambao wanaunga mkono serikali dhalimu ambayo inataka kunyanyasa Wakenya, serikali ambayo dhalimu ambayo ilihusika na mauaji ya vijana wetu, serikali dhalimu ambayo inaongeza ushuru mchana na usiku, serikali dhalimu ambayo inapiga watu mpaka kwa makanisa. Ni wapi imewahi tendeka vitu kama hizo Serikali inasimamia goons. Serikali ina support goons kuingia mpaka kwa kanisa na kupiga raia. Hii ni serikali ya aina gani? Wakenya na vijana, Gen Z, millennial, wote vijana, ninawaomba ya kwamba tujue vile tutakomboa nchi yetu. Tujue vile tutakomboa nchi yetu. Nchi yetu imeenda katika mikono ya sijui niseme nini, sijui ni mikono ya umbwa, sijui ni mikono ya fisi, sijui ni mikono ya watu wadhalimu, watu ambao wasio na upendo ndani ya mioyo yao, watu ambao hawana upendo na raia kama vile baba Raila Amolo Odinga alikuwa na upendo na wananchi. Kumbuka Raila Amolo Odinga aliibiwa uchaguzi mara kadhaa, lakini wakati vita zilishuka alichoose kuwa upande wa mwananchi, akasema sitaki mwananchi wananchi wafe. Lakini wale walimuibia walitaka vita ziendelee, wale walimuibia walitaka watu wauane, lakini yeye aliibiwa uchaguzi, lakini akarudi chini akasema akawapenda wananchi. Hawa viongozi wenye wako saa hii ni watu ambao hawapendi mwananchi, ni watu wako na tamaa mingi, watu ambao wakunyanyasa wananchi. Wakenya, nisikilizeni niwaambie, nchi yetu sio mzuri tena, nchi yetu imeharibika. Tujue jinsi ambavyo tutakavyo ikomboa nchi yetu. Itakapofika mwaka wa 2027, vijana tujitokeze, tuchukue kura saa hii. Wazee tujitokeze, wamama tujitokeze, tuchukue kura, tukuje tuondoe hii serikali dhalimu ya kutunyanyasa, ya kutuongesha ushuru mchana na usiku na kunyanyasa wananchi. Asante sana.